Nashukuru Mungu tumekutana tena katika kipindi chetu. Somo letu la leo tumelipa jina mazoea yanakosesha baraka. Mazoea yanakosesha baraka. Na somo letu moja kwa moja litatoka katika kile kitabu cha Marko. Tutasoma ile Marko sura ya 6. Tutasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Alafu tutamalizia na ule mstari wa 5 hadi wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza na Marko sura ya 6 mstari wa 1. Akatoka huko, akafika mpaka nchi ya kwao. Wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule Selemala mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yese na Yuda na Simeoni, na maumbo yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Mungu atusaidie sana. Hawa watu wa Nazareti walimzoea Yesu. Huyu si mtoto wa Selemala. Dada zake si tunawajua. Kwanza ndugu zake si akina Yakobo, wakina Yese, wakina Yuda, wakina Simeoni, na mama yake si Mariamu. Kwanza Yesu amezaliwa hapa tukiwa tunamuona. Na haya mambo makubwa makubwa anayoyafanya ameyatoa wapi? Na hii hekima kubwa ambayo yuko nayo ameipata wapi? Kwanza Yesu alikuwa anakuja kucheza hapa nyumbani kwetu. Na hapo ndipo watu wengi wanapokosa baraka na milango yao kubaki imefungwa kwa sababu ya mazoea. Mazoea yanakuja pale ambapo watu wa kwenu wanapokuona ukiwa mtoto mdogo, eti anakuja kutuambia mambo ya mbinguni. Amepata wapi hekima hii? Kuna baadhi ya watu wengine wanazoea hadi masupervisor wao. Uwe makini, utafukuzwa kazi na itapewa mtu mwingine kwa sababu hukuheshimu nafasi yako. Mazoea ni kitu kibaya sana. Eti amewezaje kununua nyumba na ninafanya naye kazi pamoja? Mazoea ni kitu kibaya sana. Hata ukimzoea mume wako ni kitu kibaya sana. Hata mchungaji wako usimzoee. Watumishi wengi wa Mungu wanakosa heshima katika nchi zao. Wanakosa heshima katika nyumba zao. Wanakosa heshima katika ndugu zao kwa sababu ya mazoea. Wakawa wanamshangaa Yesu kwamba Yesu amezaliwa hapa tukiwa tunamuona. Leo Yesu anakuja kutufanyia miujiza, hatuwezi tukaamini. Inabidi atuambie uwezo huu ameutoa wapi? Kwa sababu akilala hapa tunamuona, akienda kazini tunamuona, akienda shuleni tunamuona. Na hivyo ndivyo watu wengi wanavyokosa baraka na milango yao kubaki imefungwa kwa sababu ya mazoea. Kwa sababu hujui kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani mwake. Ukijua ndugu yako kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwake, utumzoee. Mungu atusaidie sana. Twende tumalizie somo letu na ule mstari wa mwisho, ule wa 5 hadi wa 6. Tunasoma Marko ile sura ya 6, tumesoma mstari wa 1 hadi wa 4. Kwa sasa tunakwenda kumaliza mstari wa 5 hadi wa 6. Bwana Yesu atusaidie sana. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache, akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Mungu atusaidie sana. Yesu alishangaa sana kwa kukosa kwao imani. Yesu hakuweza kufanya miujiza mingi akiwa nyumbani kwao, bali Yesu aliponya watu wachache kwa sababu ya imani yao ilikuwa ndogo. Yesu alitegemea kwamba atafanya miujiza mingi kama anavyofanya sehemu zingine. Yesu hakuweza kutetemesha ule mji kwa sababu ya mazoea. Watu wa Nazareti walikosa baraka ambayo Yesu Kristo alikuwa amebeba kwa sababu ya mazoea. Unajua mtu akiisha kuzoea, hata ndugu yako nyumbani, unakuta ndani mwako muna karama fulani, kuna neema ndani mwako ili uweze kumtamkia baraka. Unakuta ndugu yako analeta mazoea kwamba huo muujiza utatoa wapi, hiyo baraka utaitoa wapi?
na hapo ndipo watu wengi tunapokosa baraka zetu. Na unapopitia katika kipindi kigumu cha kukataliwa, ujue sio kitu kipya. Hata Yesu Kristo sehemu alipolelewa alikataliwa. Kwa hiyo wewe unayopitia katika kipindi kigumu, kipindi hicho kigumu cha kukataliwa, usibaki unalalamika kwamba ndugu zetu wamenikataa na unaanza kuwalaani. Yesu hakuwalaani, bali Yesu aliwahurumia. Na tunapokwenda kumaliza mwaka huu, angalia ni watu wangapi umewazoea. Angalia ni wapi umemzoea Mungu. Angalia ni wapi umemzoea mchungaji wako. Angalia ni wapi umezoea watu wa nyumbani kwako, kwa sababu hilo ndilo jambo linalokuweka katika matatizo. Hilo ndilo jambo ambalo linalokuweka katika kifungo. Kwa hiyo tubadilike. Watu wa Nazareti walikosa baraka ambayo Yesu Kristo alikuwa amebeba kwa sababu ya mazoea. Kwa hiyo tuheshimiane, tuheshimu watu wote ili tuweze kupata baraka zetu na Mungu aweze kubariki neno lake. So umepata mwanga? Mbarikiwe sana.